Mheshimiwa Waziri, naomba nichukue nafasi hii kukushukuru kwa fursa hii, lakini pia nichukue nafasi hii kukushukuru pia Mheshimiwa Katibu Mkuu na Naibu Katibu na wadau wote kwa ujumla. Naomba mnipokee kwenye mada hii ya Youth Psychology. Are you ready? Can I see your hand up? Mkono mmoja juu namna hii. Zungusha ngumi. Zungusha. Piga kwenye meza kidogo. Asante. So it's a sign that you are ready. Wacha tuendelee. Swali la kwanza ambalo ningependa tujiulize, the first question that I want, au ningependa everybody here angejiuliza, la msingi sana swali hili. How are you? Unajisikiaje? How do you feel? Unajisikiaje kuwa hapa leo kuongelea kuhusu vijana na hali zao? Swali la pili, two questions tu. Are you ready? Are you ready? Stand up, mpe mkono mwenzako, mwambie jirani uko tayari. Muulize, maybe haiko tayari. Jari uko tayari? Amekujibu nini? Amesema yuko tayari. Okay, tukae sasa tuanze. Tuanze mada yetu. Nilipenda tuanze hivyo ili kupata energy ya kuanzisha mada yetu. Tumesalimiana, hopefully tutakuwa na mada interactive. Agenda ya mada yangu itakuwa na sehemu kama 5. Sehemu ya kwanza ni kwa nini tunaongelea leo youth psychology. Hapa ni sawa au nisimame mbele kidogo? Au hapa ni sawa? Okay. Kwa nini tunaongelea youth psychology leo hii kama maafisa vijana, lakini pia kujua generation ambayo inabadilika kila siku, lakini pia tuone development ya brain, ubongo unavyo switch, hata namna ya kuweza kudeal na vijana, tubadilike nao kidogo, lakini pia kujua emotions zao wanazoonyesha kwetu and how to deal with them. Tusiwahukumu, to understand. Are we ready? Kama kawaida, nikisema class unasema yes. Class? Yes. Mimi ni mwalimu hapa mbele, nyinyi ni wanafunzi wangu. Yes, kwa hiyo class unasema yes, tunaenda. Okay. Alafu nyingine kujua effective approaches au effective communication style, ambao ukizungumza na vijana watakuona wewe ni wao na watakuwa proud of you. Tuko pamoja sijui Na la mwisho kabisa ni namna gani kutoa action plan, na kutakuwa na maswali. Na hii mada leo itakuwa na faida kubwa sana kwa sisi maafisa vijana, kwa sababu itatusaidia ku understand why they engage in certain behaviors. Tukiona vijana walivyo, kwa nini muda mwingine tunawahukumu kwa matendo yao, tunawasema wanakurupuka, tunawasema vibaya labda. Why are we judging them? Tutajua baadhi ya vitu hapa. Jambo jingine itatusaidia kujua channel ipi, approach ipi wao wanaipenda kuisikiliza, kuitazama na kuifuatilia. Hivyo uitumie. Don't resist, just go with the flow. Tuko pamoja sijui? Hii ni saikolojia ya vijana, lakini pia kuona dunia katika ulimwengu wao, seeing this world under their based on their perspectives. Wao wanaionaje dunia? Kwa sisi ambao kidogo umri umetuenda mbele zaidi yao, tushuke kwenye miguu yao kuweza kuiona. Lakini pia jambo jingine, designing relevant, applicable vitu ambavyo watavipenda, watavifanya vinakuwa sustainable. Mheshimiwa Waziri kazungumza kwa urefu sana, nimechukua tips nyingi. Mheshimiwa Katibu pia kazungumza na wadau wengi wamezungumza baadhi ya majambo hapa. Tutaweka intervention mambo mbalimbali, lakini huenda asiwe productive kwa sababu haujafit katika miguu yao. Lakini pia right way to address critical issues za vijana. Hiyo ndio scope yangu ya agenda na kila kitu. Class? Yes. Kijana ni nani? Siongee definition, wadau wamepitisha hapo pia. Na kijana based on UN na WHO inatuambia ili global standard walitoa hiyo. Kijana ni mtu yeyote mwenye umri kati ya 15 mpaka 24 years. Hiyo ni huko kwao wazungu huko. Na wana mambo mengi kusema ile age. Kwa sisi hatuko pale. Sisi tuna age zetu. Lakini kwa mujibu wa sera taifa ya vijana 2007 na inaboreshwa, lakini pia na mkakati wa sera ya kutekeleza hiyo mikakati ya utekelezaji ya sera inaonyesha age ni kati ya 15 mpaka 35, yes. Hiyo age range hapo. Lakini kuna wengine wana 40 wanaomba, mimi na 40 vipi? Si pinduki kwa 35 hapo. Yes, kwa hiyo unaweza kuona vitu kama hivyo. So hiyo definition naomba baki sana huko, si upande wangu wa saikolojia. Lakini pia kuna details kidogo nimeongeza hapo kwa ziada.
15 years mpaka 18, mara nyingi hawa wanaonekana wako mashuleni bado, still they are studying, they are schooling. Kwa kule na changamoto zao za kimasomo, kuna bullying fulani na hali ya shuleni inawatatiza kichwani kwao. Huenda kamaliza form 4 akiwa na traumas kutokea wapi? Shuleni. Tuko pamoja? Hata miradi mingi isifanyike vizuri kwa sababu ana changamoto mbalimbali alipotokea huko. Na tunao bado still mtaani. Kwa miradi pia wafikirie na hiyo age range. Kuna 18 mpaka 25 ambao hawa mara nyingi wanajipapatua vile kwenda kutafuta uonekano wao kwenye job market. Ana kipaji fulani, anatamani fursa fulani apate ili aonekane naye ni mtu aweza kufanya jambo fulani. Lakini kuna wengine hapa wanajiongeza, wana find careers mpya, wana switch na wana familia pia. Sasa vijana tuwaone katika upande huu. They have that higher energy. Wana uwezo mkubwa kufanya makubwa ukiweza kuwachukulia katika level hiyo. Na vijana pia they are over connected. Kama wewe umejitenga, wao wamefanyaje? They are super connected. Katika digital age sasa hivi they have a lot of friends. 3, they are curious. They want to know everything about you. Unaishi wapi? Unakula nini? Unampenda, humpendi? They want to know things. Because they want details. Sisi kama leaders, administrators mbalimbali, we need to have more skills kushare na wao, kwa sababu wanataka kujua vitu vingi na pia wana maswali bado mengi. Na mwisho, they are ambitious. Kiswahili nini ambitious? Wana matarajio mengi katika serikali yao. Kofi moja kwa vijana. Ndio maana hii ofisi ya rais imetoa hii vijana maalum, wizara maalum kwa ajili ya vijana, purposely kuweza kuweka hivi vitu vikae sawa. Tuko pamoja sijui hapo Sasa kidogo nipeleke nyuma kidogo. Generations. Kuna over switching kubwa hapa ya generations. Huenda ukatoa plan katika age ya sasa hivi isiwe applicable kwa sababu generation imefanya nini? Imeswitch. Are we together? Yes, much better. Unaweza kuwa ni mimi na uwezo mzuri wa akili. Yes, ingefaa sana kwa hoja yako hiyo miaka 10 iliyopita. Huenda kwa leo ungemsikiza mtu mwingine akikupa tip nyingine mpya kutobolea eneo lile. Sawa. Kuna age ile pa generation ya naita silent generation. Ni generation ambao wapo kimya. Hawana nini? Hawana mbambamba, hawana vitu vingi. Hawa ni wazee, watu wazima sana. Naongelea mtu alizaliwa 1920s huko. Kama mheshimiwa marehemu hayati baba wa taifa. Kazaliwa mwaka gani? Nyerere. 1922 Yes. Kwa kaona ni generation ya watu wazima, lakini hawa walikuwa na vision na protocols nyingi wameset dunia iweje, mambo yaendeje. Tunazungumzia uhuru leo. Lakini hawa ndio wazee wetu. Tuko pamoja sijui So kama una mzee kama huyo nyumbani, ni mkimya, ana muda wa kutosha, wala hana chokochoko na mtu. Are we together? Baada ya hapo generation nyingine baby boomers. Hao wamezaliwa kati ya 1946 mpaka 60 something hapa. Alizaliwa miaka hiyo, hawa kama bado wapo kazini, they are likely to retire. Muda si mrefu wanafanya nini? Wanaenda kwenye kustaafu. Lakini sasa hapa wanakuwa na changamoto pia, ile stress ndaje, investment ikoje. Kwa huenda akawa anapanga vitu, lakini anataka msaada wa vijana think tank waone karibu. Mkiwatenga huenda mkaona kama wakorofi, kumbe sio hivyo. Lakini hawa pia wanapenda face to face communication. Ulikuwa wapi? Wewe ulikuwa wapi? Njoo, sikuoni, uko wapi? Njoo. Unasemaga vipi? Bosi mtata sana. Nimeleweka vizuri Sasa kuwa makini, kila generation ina namna approach yake. Kuna X. X hii inazungumzia 1965 and above, paka karibu na 80 hapa. Hawa ni wana mapinduzi. Namzungumzia mtu kama Elon Musk, Tesla, sio? Ameita Twitter X kwa heshima generation yake, X, kwa sababu ni X. Na kuna mmoja na mwenyekiti wa Simba, wa timu ya mpira, anasema mimi ni Yanga, kwa hiyo kofi moja kwa Yanga. Aya, sawa sawa. Okay. Kwa hiyo over 50% X wapo kwenye management. Leaders wengi wetu, viongozi wetu wengi ni katika hiyo age hiyo, yani 50 kwenda juu, 40 na kitu kwenda juu, above 45 kwenda juu. Kwa hiyo hawa wanapenda sana issue inaitwa, changamoto kubwa upande hawa ni kwamba wamekuwa wagumu kuweza catch up na speed ya digital. Digital imeenda mbele speed kubwa kuliko wao kidogo. Kwa pace rate ile inawachanganya. Kwa bora wabaki katika mfumo wao
Nyinyi endelee na mfumo wenu wa digital huo. Mimi niko, mtaniletea feedback. Tuko pamoja sijui Kwa mkiwaambia sijui hii software hii haifanyi kazi, weka hii hapo ndio noma hii. Unamvuruga wewe vipi? Tafuteni simple. Twende. Kwa sababu huu yupo katikati ya vizazi viwili vya juu na vizazi viwili vya mbele. Na vyote tunavyo. Naeleka vizuri. Kama wewe upo hapa kwenye baby boomers 46 mpaka miaka 60, piga kofi kwenye meza. Brother nimekuona. Okay, tuendelee sasa. Hii hapa Gen Y. Gen Y inazungumzia hawa millennial. Yaani hawa ndio generation imebadilikia kwao, vitu vingi vimebadilika sana kwao. Mimi nipo katika hiyo kundi la Y. Naomba Y wenzangu mkono mmoja juu. Kama umezaliwa kati ya 81 mpaka 94, mkono juu. Wow. Kwa audience kubwa hapa ni Y. Tuko pamoja Sisi ni millennial. Tume grow up kipindi cha transition. Mambo mengi yamebadilika katika uwepo wa macho yetu. I remember those days, sijui kama wengine waliona. Radio cassette unaweka kalamu, alafu unazungusha hivi. Dr. Adhan unazijua hizo mambo hizo. Watu wengi ingekuwa tungeonyesha demonstration hapa. Dr. sio wai. Yeye kidogo sema anaweza ka switch. Iko vizuri sana. Mungu ambariki. Grow up in transition. Unapochukua kalamu unazungusha, umeona umeenjoy radio cassette. Ghafla ukasikia tunaenda kwenye VCD. Video, yani zile VCD na DVD. Mnakumbuka? Do you remember? Ikaja flash. Chapu imekuja sasa hivi audio mark na boom play. Why kapigwa na zote hizo? Kachanganyikiwa, mbona mambo yanaenda faster hivi? Lakini pia kuna nyingine, if you remember, zamani antena za TV zilikuwa unageuzia mashariki, magharibi. Do you remember? Hapo. Aya, chenga. Do you remember those days Sasa hivi kuna nini? Vingamuzi. Vyote vimpiga nani hivi? Vimpiga Y. Y amepokea vyote, kaona antena ya kuzungusha na kaikuta na kingamuzi. Mbona nachanganyikiwa, nifanyeje? Sasa huyu Y ana watoto. Yeye vitu vimemvuruga vingi, lakini pia sisi na nini? Kuna watoto wao pia, kuna ndugu zao pia. Nadhani mnanielewa ninachozungumza. Kwa hiyo hawa hawapendi mambo mengi. Kama una kitu niandikie message, sio ma video call, sio manini, yani emails, nani hawa, ili usinichanganye kichwani. Hebu njoo taratibu. Kwa hiyo sorry to say that doesn't eleweka vizuri Hawataki maneno mengi, mipango, matekelezaji. Sasa nakuja Z 96 mpaka 2010. Hawa Gen Z wanaitwa Gen Zoomers. They are Zoomers. Hata nature ya kupiga simu zao picha hawapigi straight, wanapiga either kubinua hivi au apige hivi. Hata how they hold their cameras tofauti. Are we together? Yes, nadhani naeleweka. So nobody to judge anybody here. To understand. It's about youth psychology. Hiyo ni introduction, tuende kwenye mada nyingine. Sawa Kwa kama issue ya connection, they are always connected. Wao ni kiasi kwenye digital. Na lazima tuende kwenye njia zao ili vijana wapende kuwa huko. Na wanapenda video communication kuliko text, kuliko email, kuliko njoni kuone ulikuwa wapi na nani. Piga video call chap, okay? Sasa sorry for this, kuna alpha generation ambayo hii ni super sophisticated. Chochote ambacho kinaendeshwa na dunia sasa digital, tuwe makini kulea wa vijana. Are we together? Mkono mmoja juu. Asante sana, tuko pamoja. We are live, okay? So summary ninachokizungumza, uweze kutumia approach ya kulea generation vijana, kuzungumza nao vijana, kuweka mipango for vijana kama plan ya 1980s. It won't be applicable kwa vijana wa 2000. Am I communicating? Plan pale lazima switch. Either by willing or by what? By force. We have to change our mindset and be ready to accept. Mheshimiwa Waziri kaongea vitu vingi kwamba we need to go with that pace. Lakini pia utavotumia approach kwa 20s, kwa hiyo 2000, tofauti na alpha generation ambao 2015. Are we ready to go with the flow? Asante. Haya. Kwa hiyo 1980s, kwa nini mfumo ule utafanya vizuri sana kwetu sasa hivi? Kwa sababu 1980s ilikuwa information iko very limited. We know the source of information. Either kijijini, baba yako au babu yako gives you everything you get from your parents. Lakini pia kumlea mtoto ni public concern. Mwanao nimemkuta kule anatukana, nimemchaza bakola huko.
anasema asante, nitamuongezea nyumbani. Nani kashaiona hiyo? Au ni 80s tu? Sawa sawa hapo mimi nimepata bakora hiyo. Kwa hiyo unakwenda hivyo, lakini most of those people wa 1980s walikuwa wanapenda happiness from their creation. Wanaunda kitu, gari la maboksi, alafu wanaenjoy. Wow! Gari la mfuniko wa ndoo. Gym. They create the happiness. Are we together? Sawa. Na nyingine ya mwisho pale, stress to build legacy. Kwa umri wa sasa hivi, au 1980s, now their stress kubwa ni how to live what? Legacy. Yaani kama mimi hapa nilivyo, naacha legacy. Mwanangu awe na nini? Ukoo wangu uheshimike kwa kipi? So we are stressed. One club for why? Are we together? So when you sit down and plan for them, tusiwaache wote. Kuna yule mzazi ambao ni why, ana watoto bado still, ambao 2000. Sasa mwaka 2000 ulivyoingia, mambo kabadilika yote, na tuliambiwa end of the world, if you remember, Y2K. Kwa nyimbo iliimbwa naikumbuka, nikanitoa na machozi nyimbo ile. Ngoja niimbe mnikumbushe, kama mkiweza tuimbe nayo kidogo. Y2K, manjonjo. Mnaikumbuka nyimbo hiyo alimba nani? Nasimamisi kidogo au Hadija Kopa? Sikumbuki vizuri. Hawa wawili. Hadija Kopa? Basi bwana ilikuwa naimbo nyimbo ya dunia inaisha mwaka 2000. Kumbe ni transformation ya kila kitu. Mlikuwa mnaandika barua ikufikia ulipo, sasa hivi ni emails. Antena za mashariki sasa hivi kuna digital, vingamuzi, yani everything switched pale. Sawa sawa ndugu zangu Lakini parenting sasa switch pia. Ikawa unavyomlea mtu wa 80s tofauti na unavyomlea mtu wa mwaka 2000. Anataka ujibu swali lake, Daddy, do I matter to you? Baba unanionaje? Baba unanikubali? Baba unani appreciate? Yani hapa wanataka wasifiwe, wapongezwe. Kule ilikuwa nasemaje? Sasa kusema maneno yetu ya zamani. Muone masikio yake hapa. Nitapasua bichwa hilo, njoo hapa. Those days. Kisa inabidi uwe humble. Bit humble kidogo. So let us know these generations na nivo ni vijana wetu. Miaka 2000 hii vijana wengi wapo kwenye kundi hili, lakini furaha yao ipo kwenye consumption, sio kwenye creation. Tulikuwa tunaunda vitu na furahia, gari la maboksi, watoto wa mbao. Iringa, nakumbuka nishaje kwenda kwenye mlima kule Don Bosco kule, nikaona kuna baskeli ya miti. Tairi mbele, tairi nyuma, mtu ameweka mguu pale chini. Alafu mtaka anamsukumiza. Anaenjoy, naenda natembea, baskeli ile. Chini kule mwisho anasukuma na panda tena juu, zamu kwa zamu. Ilikuwa furaha ni kwa nini? Consumption or creation? Creation. Sasa hivi furaha ipo kwa nini? Nipe game, nitoe out. New cloth. New iPhone. Sorry, I'm not shooting anybody here. Mmetaka mada ya youth psychology. From this perspective, I think itakuwa tunakwenda kwenye kuwafikiria vizuri. Kwa hiyo ya mwisho pale ni they have high expectations, na kwa msingi huwa hayafikiwi kwa sababu usually high expectation, low happiness. Watu watakuvunja moyo tu. Ukilower expectations utapata furaha, kwa sababu watu huwa watimizi wanaoyaahidi, wengi watimizi. Kwa hiyo they have high expectation and so they have a lot of worries about their future. Hapo kwa mwisho sitaongea sana kwa sababu ni ina generation mpya hii. Sawa, hawa ni ukimgusa dunia inakwambia haki ya mtoto usimguse. Mwache azungumze, mwache atembee. Mwache aende, mwache. Super sophisticated. 2015. Hawa wanaitwa Alpha, Gen Alpha. Are you ready for Alpha? Wazazi mpo tayari? Sasa kama wewe mzazi ni 80s, manake ni Y. Kama mzazi upo kwenye 2000 hapa, wewe ni Z, Gen Z. Na kama mzazi Gen Z ndio watoto wao ni hawa wa hapa wa 2015. Maana wewe Gen Z alafu una Alpha. Sema kazi ninayo. Pia kifua kidogo. Sasa shukuru Mungu kama bado baba yako ni Y yupo. Y anakuwa na msimamo. Nimesemaje? Njoo wewe na mjukuu wangu wote hapa. Y. Are we together? Kama umebarikiwa na Mungu, bado kuna X ya ukoo, shukuru, nenda sana kule, nenda sana uko, semina uko.
Sometimes kuna mifumo ya zamani ambayo we need to have it. Tunapokwenda hatuiachi yote ya nyuma. Nadhani baba unaifahamu hiyo Unakwenda na machache ya kusaidia pia unapo uchomi kuni zote zikiwa unaacha kwa ajili ya kuvukia daraja. Sawa. Nadhani nimeeleweka hapo. Robotics take over, careers zinapotea. Sasa hivi mtu kasomea banking and finance, maybe anaambiwa kuna e-banking, mobile banking, you see? Kwa anakuwa na hali fulani. Tunapokwenda lazima vijana tuweze kuwa na namna kuzungumza nao ukweli, waweze kucreate opportunities, wasitegemee kupewa kazi. Waone fursa ziko wapi wazicreate. Tuko sawa ndugu zangu One clap again, msichoke. Asante. Kwa hiyo we don't entertain people to parent anymore. This is not time to parent. Kulea kumeshapita. Kuku analea, mbuzi analea, ng'ombe analea, kila kiumbe kinalea. Sasa hivi ni muda wa nini? Thriving, kustawisha watoto wetu. Wawe better. Yaani wawe bora. Unampa kitu, nguo, mavazi, chakula, lakini unampa na skills pia. Are we together ndugu zangu? Kwa na wao ukiongea nao usiwaambie tutawapa kazi, no. They have to see opportunities where to create something. Wastawi. Kwa hiyo hapo manake utawasaidia kwenye problem solving skills. Kama wewe, I remember siku moja nilikuwa na mtoto wangu ameingiza mkono kwenye Ruvers akanasa. Unafahamu Ruvers, matundu yale. Kaingiza afa kanasa, akawa analia. Sasa nikaanza mamake asema, "Wewe mtoto. Anaumia mtoto namtazama tu una adabu si upoje baba wa hovyo wewe." Matusi kama yote. Mimi namwangalia afu nacheka. Kwa nini nilikuwa nacheka? Kwa sababu kaingiza mkono mwenyewe. Hata utoa tu mwenyewe. Kwa nini unakuwa na stress? Shida yangu mimi hapa ni why? Shida yangu mimi ni nini? Mama yake alikuwa ni Z. Sisi tunaweka kizungumza hapa. Mtoto ni nani? Alpha 2010 na kitu. Alpha. Kwa hiyo kaingiza mwenye mkono, usaliingiza kafanya hivi. Atatoa hivi. Yeye shida yake anatoa katanua vidole. Are we together? Show them the way how to solve. Usiwasaidie kila kitu. Unawatengeneza. Kwa hata vikao vyenu walete options. Watoe mawazo zaidi. Sio nyinyi kuwapa ideas. Give them more questions. They give you what? Solutions. Na itakuwa ya kwao. Ya pili, sikiliza ili uwaelewe, sio uwajibu. Watakuwa kweli upo na wao. Be interested and show them they matter. Hapa namaanisha kwamba hivi ananionaje? Anajikutaye nani? Yale maneno wanayo sana vichwani. Kwa hiyo waonyeshe kwamba wathamani, tunawahitaji, maoneno bado ni ya msingi. Vijana tuyajenge Tanzania. Hiyo manake they matter. Huo msemo manake ni nini? Umeshow that umewaita. Njoo tuzungumze, umesikiliza. Umewambia we interested, njoo tuyajenge. Interested. Alebuni huu msemo vijana tuyajenge, Tanzania ni yetu, naomba tusimame tumpige kofi moja. Simama kwanza. Mimi sijamjua ni nani, kama ni mheshimiwa waziri, ndugu yangu, barikiwa sana. Makofi jamani kwao. Makofi. Thank you. Sit down now. Thank you. Kwa sababu imegusa vitu vyote vinne. Kwanza, kuna tatizo lipo. Njoo tuzungumze. Problem solving. Njoo tuyajenge. Umesikiliza. Be interested, unataka maoni yao na mwisho unawathamini. Sasa nakwenda sehemu ngumu kidogo. Nakuja pande ya human brain and psychology ya vijana 100%. Hii ilikuwa introduction ya kwanza. Ubongo wa damu ni kama unavyoona huo. Just hiyo ni picture ya digital, lakini pia kuna vitu. Almost more than 2% akila ifiki ya zidi 3 ya body mass yako yote inachukua ubongo. Ubongo unachukua weight ya 2% ya mwili wako wote. Lakini pia 20% mpaka 15 mpaka 20% maji yako ya mwilini, asilimia kubwa ndani kwenye brain, lakini pia na matumizi ya oxygen 20%. Kwa ni organ moja lakini inachukua kiasi kikubwa sana cha madini, maji na hewa. Asilimia kama 60 ni mafuta, lipids, na hii ni nzuri kwa sababu ya neurons myelination, kuifanya nerves za fahamu katika ubongo ziwe imara, ziwe strong, zipeleke taarifa vizuri. Lazima kuwe na lipids. Na lipid hili ninazungumza ni from fish. Tumia sana samaki. Are we together? Samaki na some nuts, baadhi ya mbegu. Na unaweza ukaona hata farmers ukienda kuna ile seafoods, kuna sea oils, mafuta ya samaki.
Intention ni katika kusuka vizuri ubongo wa vijana. Kwa hiyo mtoto ambaye kapunjwa kwenye ulaji wake udogoni amepata uchache wa hivyo lipids kutoka hizo sources, usitegemea atakuwa na performance ya logic sawa na watu ambao walipata hivyo vitu. Tuko sawa sawa eh? So let us not judging people, let us understand them. Kuna siku kana nazungumza mahala nikasema hivi, tutafute kesi za maeneo gani watu wanashinjana sana kwa mapanga na visu. Ni pwani au eneo la wafugaji na nini? Ni wapi sana? Karibu na ziwa na mto bahari au karibu na maeneo ya wafugaji? Wapi kuna ugomvi wa visu sana na hivyo? Kwa wafugaji, si ndio eh? Kwa the more kutumia samaki unakuwa na ile utulivu wa kumanage stresses na nini. Sina maana mbaya, lakini nadhani naeleweka vizuri. Expose too much kwa seafoods kwa ajili ya utulivu pia wa nerves kusuka vizuri pia. Sawa sawa eh? Ongea nao kuhusu lishe. 40% ni protein kwa ajili ya channels za brain. Vijana wanatakiwa walale, and even sisi watu wazima tulale. Kama unakosa usingizi na kwa siku unalala chini ya masaa 5, yani 5 mpaka 6 upati masaa ya kulala usiku, tunasema your body process information kama drunkard person, kama mlevi. Kwa sababu unapopata masaa above 6 hours kulala, kuna mambo manne yanatokea. La kwanza, mawili makubwa yanatokea. La kwanza ni brain ina repair itself. Brain tend to repair itself ukilala vizuri usiku. Kuna sumu inaitwa beta amyloid inatolewa unapopata masaa ya kutosha usiku kulala. Na ni super slow system. Mfumo wake unaitwa mfumo wa glymphatic system. Ni too slow system. Hiyo sumu haitoki mpaka upate muda mwingi wa kupumzika. Sasa kama haulali vizuri usiku, hiyo sumu ikipile up, inaweza kupelekea shida za ugonjwa wa akili kama schizophrenia na magonjwa mengine. Kwa wengi wana matatizo ya akili kwa sababu pia kulala usiku wapata changamoto. Tuwaambie walale usiku. Tupate na usingizi pia na sisi tulale. Ya pili ni mwili kutoa sumu zake zote. Sasa sehemu za ubongo afu naenda kwenye vijana sasa. Pati gani ya vijana napiga sana, tujue mipango yetu yote na tunafanyaje vitu viende vizuri. Hii ni brain lakini nimeweka picture tu na ina parts nyingi, nimechukua part 3 kwa lugha nyepesi. Eneo la kwanza ni hapo executive brain. Na ni eneo ambalo tunasema ni kuanzia kwenye sehemu ya kijani mpaka nazungumzia hii haionyeshi lakini nadhani naeleweka. Juu ya shika kisogo chako. Gusa kisogo, peleka mkono mpaka kwenye sehemu ya hapa mbele ya kichwa. Kisogo njoo mbele. Huo ni ubongo wa logic, ubongo wa mantiki, ubongo wa tafakuri, ubongo wa mipango. Ndio huo eneo lote hilo. Kwa kupenda, kuamua, kuchagua vitu ni huo. Inaitwa executive brain au kifupi chake nimeandika pale PFC, prefrontal cortex. Sasa hapo ni ubongo ambao unakufanya uwe calm, utulie, utumie logic, usihemkwe. Lakini pia unaongozwa na malengo na mipango yako. If you have goals, ile sehemu ndio inafanya ufanyeje na unatimizaje malengo yako. Sawa sawa hapo eh? Lakini pia kupitia exposure gani kijana anapewa na repetition information ipi anapewa mara kwa mara kijana huyu, ubongo wake huo unasuka, unakuwa strong upande huo. Anakuwa mtu wa mtazamo huo tu. Narudia tena. Based on exposure and what? Repetition. Unataka kijana awe mjasiriamali, unampa taarifa gani mara kwa mara? Za yeye kubuni au kupewa kazi? Kama unampa hopes ya ajira mara kwa mara, unamfanya awe dependent. Are we together? Lakini waambie kijini kwako ulipo kuna fursa gani unaziona? What can we do? Unamexpose kufikiri, anakuwa strong, anakuwa ni kama genius fulani. So exposure na repetition inafanya taarifa inakuwa neuron inakuwa strong, anakuwa na ile level ya logic inakuwa iko juu, na hapo anakuwa iko sawa. Mambo mengi anayafanya vizuri chap. Ndio maana kuna watu wengine ukimpa swali 5 mara 20 ni ngapi, anakuambia hiyo jibu lake ni ngapi. Mwingine anakuambia subiri naomba kalamu kidogo. 5 mara ngapi vile? Mpaka achole. Tofauti ni pale. Are we together ndugu zangu mimi eh? Yes. Alafu kama unatoa mipango, unazungumza nao, unawapa ushauri, lakini hauna mwendelezo. Ubongo huo eneo la executive brain tunasema taarifa ambayo haina mwendelezo huwa inang'olewa, inaondolewa. Inakatwa matawi. So leo tunaongea mpango mzuri hapa wa vijana. Kesho mkasahau kila kitu. Aliyesikia mpango huo leo, akaona hamna mtekelezaji wote mliofanya, taarifa inafanyaje kwenye ubongo? Inafutwa. Ubongo leo unafuta.
kwa sababu sio muhimu. Tangu ulivyoisema hakuna utekelezaji wala hujaiongelea tena. Usinijazie space hapa, usijaze energy consumption rate, nafuta hiyo. Inaitwa pruning, synaptic pruning. Ukitaka tabia mtu aiache, unataka kufanyaje? Punguza exposure na repetition. Ukitaka iendeleze, unataka kufanyaje? Ongeza exposure na nini? Repetition. Kwa mwanao muamini, mpe ujasiri, mwambie unaweza, mwambie unaweza, kijana unaweza, kijana unaweza. They become stronger and they do. Jamani, kama nieleka kidogo mkono mmoja juu. Hofu yangu ni kwamba sasa naongea peke yangu. Haya, sawa sawa, twende. Kwa hiyo nadhani nimeongea hapo, nimeeleka vizuri. Pruning inafanyika, na ndio maana tabia kuondoka mwilini inachukua muda mrefu. Tabia moja kubadilika. Kochi wangu pale yupo Mheshimiwa Waziri, pia nadhani ashakuzungumza mahala. More than 40 days kwa tabia moja kubadilika. Kwa hiyo repetition ikikaa hapa muda mrefu inachukua kuondoka pia. Haya, ubongo wa pili, emotional brain. Hapa ndo vijana wengi tupo kundi hili na ndio sehemu yetu. Ubongo wa juu, executive brain, inachukua muda mrefu kuwa full grown up, mpaka above 25, mpaka umri juu ya miaka 25. Lakini hii ubongo wa pili ambao ni part ya emotions, tunasema limbic brain au limbic system, ni upande wa ubongo ambao ni survival. Jambo lolote ambalo linakuumiza, hiyo inakwambia usikubali. Amekutukana, mrudishie. Wewe tu nini bwege unakubali? Kamtie vibao. Yaani ubongo wa kusurvive, usikubali kuonewa. Na kila kiumbe kapewa. Kuku ukichukua ile yake anafanya nini? Anakukimbiza. Kila mnyama kapewa ubongo wa survival. Are we together? Kwa anapokujibu vibaya, kumbuka hiyo ni ubongo pekee ambao umekamilika mapema kabla zote hizo mbili. Yaani kazaliwa mtoto mdogo analia nganga, anadeka kwa mama yake. Anadeka. Yule ubongo upo fully grown up mapema sana katika childhood nao, unakuwa tayari. Lakini ubongo ule wa juu mpaka above 25. Ile PFC ya juu ile. Mpaka avuke miaka mingapi? Juu ya 25 hapo kidogo. Ndio anakuwa. Mama alikuwa anasema mwacheni akikua. Makofi kwa mama zetu jamani. Mwacheni tu, akikua ataacha. Utaanza kuprocess mwenye information, umefanya kitu gani kile unaacha mwenyewe. Lakini pia mood swings ni ubongo wa emotional brain hapo. Najisikia, sijisikii, naenda, siendi. Kwani yejikute nani? Nani ananiite mimi niende? Mimi siendi, nimeamua tu. Emotion brain ile pale. Lakini bonding pia, nani mpenda, nani simpende, anachagua based on anavyokuperceive. Anakuonaje? Lakini pia mwisho pale, hiyo sasa ikiwa very sensitive, upande wa emotional brain ikiwa too sensitive, ina impair logic. Kwa hiyo labda nitoe neno kwa ufupi. Emotion ikiwa juu, sema emotion ikiwa juu. Say it. Emotion, when emotion goes up, sema when emotion goes up, logic goes down. Ndio hivyo. Kwa hiyo ubongo wa emotion ukiwa activated, mdau wa akili inakuwa haipo. Ndio maana mtu akishaua ndo anajutia, ningejua da. Kuua ni emotion, kule kasirika ni emotion. Kupiga kisu ukiwa umekasirika ni emotion. Ukishaua upo mikono ya sheria, ndio nakuja akili. Nani anafahamu watu wanasema nipige kama mwanaume kweli? Nani ashakusikia mtu huyo? Okay. Si nipige kama mwanaume kweli, maana yake nini? Emotion. Akipigwa akili, ningejua na mimi mdomo wangu umeniponza. Sawa. Okay, sasa hiyo mwisho stress brain hapo ni ubongo wa hijack. Kama kitokea sasa umekasirishwa ukawa na muhemko, maana yake emotion imetake over. Vijana wengi wapo hata kundi hili hapa, emotional brain iko active kwa sababu hata kabla miaka 25 inakuwa ubongo ule upo tayari. Kwa wengi wanakuwa na process information kwenye emotion zaidi. Ukiwakosea wanakasirika sana na inakaa kwa sekunde 5 tu. Mtu anachukia kwa sekunde 5 tu, lakini matendo baada ya kuchukia inaweza kuchukua maisha yake ya uhai wote. Mjinga mwenyewe, sekunde ngapi hizo? Njoo siji, sekunde ngapi hizo? Niguse uone, gusa, sekunde ngapi hizo? Nimeleweka vizuri. Emotion sekunde sio zidi ngapi? Lakini ukampiga mtu kwa sekunde hizo 5 unakuwa na maisha yako yote ya shida. Inaitwa emotional feelings. Unajutia kitendo chako cha kuhemkwa. So, ukiona umekasirishwa na kitu, meza mate. Nimesemaje? Alafu mjibu. Mjinga we, meza mate. Mjibu. Umeona upiga makofi? Yes, kumeza mate ni kuamua, ni logic. Sio kama kutema tu. Sio kumeza. Kwa logic ikiwa up, emotion down. Mshaelewa mfano huo eh? Haya.
Kwa teen brain nishaongea hivyo, nadhani hapa nishapita kote, na ubongo unaanza toka nyuma kwenda mbele nimeshaongea, yote nimezungumza pia. Hii limbic brain kwa vijana inakuwa iko tayari, lakini logic inakuwa bado inachelewa mpaka above 25. Kwa lazima kuwa na information na kuwajali mara kwa mara. Na ujumbe kwa viongozi, maafisa vijana na CDOs kama wapo pia hapa, patience ni very muhimu katika tunapozungumza nao vijana hawa, lakini pia guidance ni key. Kwa mvumilivu, lakini pia wapi miongozo, wanahitaji uwepo wako zaidi. Wao wanataka identity, watambulike, wanataka waonekane who am I, mimi ni nani, wananiona hapa nilipo, lakini pia wanatamani wapate acceptance katika saikolojia yao. Acceptance, yani unanikubali. So watu wakiwaambia tu I believe in you, I trust you, anakuona wewe ni wake. They want that acceptance. Lakini pia wanatamani wapate na self driving, kwamba na mimi niko na changu, na mimi nipo na kwetu, na sisi tuna vyetu. Kijini kwetu kuna cha kwetu, Geita tuna cha kwetu. Yaani wanapenda kuwa na hivyo vyetu. Hawapendi kuwa referred to Dodoma, kama Dar es Salaam, kama Mbeya, kama Arusha, hawapendi kusikia hizo. Na wao pia wanavya give them the chance kujifeel proud, watawapenda sana. Tuko pamoja hapo Environment na influence, kwa sababu nyumbani panavyokuwa kama hakuko stable, atakuwa impaired logically, ataweza kwa apate tulivu wa akili kwa sababu hiyo. Lakini pia kama kuna peer influence ambao ni wabaya, sisi watu wazuri tumekuwa kimya, watakuwa processed vibaya vijana hawa, na ndio tukawakuta vitu vingi hawafanyi vizuri. Lakini pia self esteem kwa mashule wanaosoma, na mwisho jamii wanaokaa nao vijana kila siku. Naomba tuwape skills za namna kuishi na watu, values zao za walipotokea wasizitupe mnapokuwa mnaongea nao, itawasaidia mno. Na mwisho lazima tuwe na skills za digital age, kwa sababu wanataka connection, pia wanataka pia kujua namna kuweza kuishi kwenye cyber crime mitandaoni. Mtoto huyu katika environment, umeona hapo imeandika environment, environmental influence. Kuna mazingira makubwa mawili. Kuna zingira la kwanza ni hili hapa, prenatal, kabla hajazaliwa mtoto huyu. Sorry for the picture. Mama kama anatumia sana sukari, too much sugars, hii ni mbaya kwenye brain development ya mtoto. Punguza matumizi ya sukari, yana impair wiring ya brain ya mtoto. Go and check how brain inakuwa affected na sukari za soda. Alcohol pia inapelekea fetal alcoholic syndrome, small head au mental retardation ya mtoto. Huenda kijana huyu baadaye akawa na changamoto, mama alikula nini, mama alikunywa nini. Lakini pia junk food, brain inataka more proteins, lipid. Kwa unatumia chips sana, mama mjamzito waambie wale vizuri kwa ajili ya afya za watoto. Lakini pia exposure ya kemikali mbaya zinafanya mtoto pia kuzaliwa tofauti. By the age of 7 years mtoto au 8 years ubongo wake unakuwa umesuka kwa miaka kwa 90%. By the age of 7 or 8 years brain ya mtoto inakuwa imekamilika kwa miaka almost 90%. From miaka 8 mpaka miaka 60 just finishing up 10%. Ndio ile PFC nimesema. Based on exposure. Tuko pamoja? So it's all about mama, wazazi tuwe makini na pale. Postnatal imeonekana watoto ambao nyumbani kwao kuna changamoto ya wazazi, wanagombana mara kwa mara, basi drop of performance shule ni 61%. Kwa mtoto anaweza kuwa na tabia vibaya, vijana wakawa na tabia ambayo kidogo uelewelewi, kumbe nyumbani kuna vurugu. Kwa hiyo tujitahidi sana kuwa na solution kwa familia zenye migogoro. Am I communicating? Let us help them, kwa sababu hawa ndio taifa letu la leo na kesho. Lakini pia hii kitu nimeweka hapo kama mfano. Tazama hii picha. Kama kuna X information kila siku anaona mtoto au kijana au vitu ambavyo mipango analalamika, umpe option nzuri, serikali inaenda upande gani. So anasikia X kila siku, kitu kibaya kipendi. Anaona X, anawaza X, muona X zinavyoenda hizo anakuwa kwenye emotion programmed kama ni maisha ndio haya. Hakuna jema. Anasikia X information every day. Sisi wenye Y information tumekaa kimya. Kuna mazuri mengi hatuyasemi, hivyo mabaya mengi yatafanyaje? Yatasemwa. Kuna good plans hatusemi, hivyo bad plans watakuwa wanaziweka za kwao mipango. Okay, so I think inaeleweka vizuri. Kwa hiyo part ya RAS, naomba siongee sababu ya muda wangu, nimeomba muda wangu umeisha. Hiyo RAS maana kirefu chake ni reticular activating system. Ubongo ulivyo, taarifa ambayo mara kwa mara unaiwaza, unaifikiria, unaipata, inakupa kipaumbele kwamba tabia hiyo ikutokea maishani mwako kama ukweli. Yaani unavutiwa karibu watu ambao unawawaza. Ndio maana ukiwa muongo rafiki zako wanakuwa, ukiwa mbea rafiki zako, ukiwa mwizi rafiki zako, unashangaa imekuaje? Una magnetize people based on who you are. One clap please. So tuwaambie vijana, sisi pia caregivers tuwe makini na hiyo kitu. Ukiwa na dalili hizi kwako kwa kijana, huyu ana stress, msaidie ili tuende sawa. Ya kwanza too emotional.
Kwa sababu ukiwa na stress mwili wako una react. Emotional kidogo, ana hasira, avumilii, hawezi kusubiri. Stress management hapo. Analalamika mwili unauma bila sababu, hajaumia kokote kibati, mwili pains in body, kichwa kinauma mara kwa mara, loss of appetite, kula sana upunguza kula, uwezo wa kufocus unapungua, na mwisho anapenda kujitenga, hapendi kuwa karibu na watu. Huenda na changamoto zinampitia, either familiani kwao, elimu yake, pesa, issue za kijamii. Talk to them, watakwambia nini kinawasumbua. Tuko pamoja hapo Tazama hii picha, wote mnaona picha vizuri hapo? Do you see that picture? Yes, huyo amemua mama yake na kumchinja, kijana kaua mama yake. Hii ni stress. Emotion ikiwa on, logic inakuwa haipo. Mambo kama kwa jamii atakuwa kiasi tunayasikia sasa. Ajiua kunywa sumu kisa wivu wa mapenzi. Yule mwingine kijana kambaka bibi yake. Haya, hii nyingine amuua mwanae kwa kumpiga kitu kizito. Nimesema kuna Gen Z, mwanae ni Alpha. Like kuna are you together? Kwa pale mzazi si age gani, lakini wengi katika hizo age. Lakini pia kuna wengine poza elimu zao kwa sababu tu ya matendo ya jamii, tabia mbaya za vijamii. Vitu kama hivyo you can see now. Lakini kuna kijana kama huyu pia same age. Ameweka fursa ya vijana kujenga kukodi hostels, nyumba, anapangisha nyumba, anafanya kama hostel. Wanafunzi mnapanga huko ndani, yeye anaipanga kwa mtu anafanya hostel. Yaani kama akapanga nyumba yeye afa anafanya hostel. Anakula hela huyo kijana. Huyu ni kijana pia wewe. Same age. Ni exposure information. Nani kapewa information gani? Amekuwa mtu gani? Are you together? No complain. Lakini pia kuna hawa wengine wanashinda hapo. Kila siku hapo na mnaona betting mimi nitatoboa. Hawa wanataka information. Wanataka information kwa sababu the more they stay here, they are programmed to be the same. Are you together ndugu zangu? Na mwisho hiyo angalia. Maisha yanaendelea. Mjasiriamali ndio huyu, lakini pale hawana helmet wote na mambo yanaendelea. So they need easy elimu. Don't worry lakini, don't worry. Usiwe na wasiwasi, don't worry wanasema wazungu, don't worry. Ndio Ya kwanza ni nini? Brain ni kama plastic. Ukipasha moto inabadilika shape. Mpe taarifa nzuri. Ya pili, reputation yako nzuri, lakini pia kila siku ana intention ya kuwafanya wawe better. Vijana hawa watakuwa wabadilika. Mimi nadhani muda wangu umeniishia na nishaambiwa hapa nisogee. MC ipo karibu yangu, nipe dakika 2 basi za kisiasa. Okay. Summary yangu ya mwisho ni kwamba nawakumbusha ule mchoro sasa. Mwanzo sikuonesha mchoro vizuri, nitaka muone ile kabla ya huu. Tuko sawa? Sasa rangi sijui, lakini you can see ule mshale ulivyoenda. Ulichokiona kimekuwa processed, kinarudi pale kwenye emotions. Sawa? Kwa kama unataka maisha mazuri, unataka mitazamo mizuri kwa vijana, ukiwa nao zungumza maneno ya hope, mipango, washirikishe, exposure why, frequency mara kwa mara waone, vikao mara kwa mara msiache, lakini pia nyingine intensity, wape kwa level wanataka wasikie. Sio ya muda unaenda, faster ongea kijana vipi? Ongea chapchapu niondoke, usimwambie kijana hivyo. That means hauna muda na yeye. Intensity ataka dozi information yapate imsaidie baadaye. Lakini pia atakuwa na hopes why, na hapa atakuwa na maisha mapya na kijana atakuwa kijana mpya. Are you together ndugu zangu mimi hapo Communication yenu sasa, wanataka uengage, wanataka uconnect, wanataka ufeel their hustles, wanataka uwe na moyo wa huruma. Hiyo ndio style ya communication yao. Na ukifanya hivyo una connect, una engage, una moyo wa huruma unavyoongea nao, watakuona sawa. Sasa shika karatasi. Kila mtu hapa chana karatasi moja kwenye notebook. Everybody here please. Mheshimiwa Waziri Samani naye chukua. Nadhani muda wangu umeisha kabisa hapa. Just one paper. Chomoa kidude kimoja. Tayari? Sasa nifuate nachokifanya mimi. Nasema ni? Fuata nachokifanya mimi. Mkuu umechana? Inabidi nayo uchane. Nimeshachana hiyo. Okay. Tazameni ninachokifanya mimi naye fuata. Fuata ninachokifanya mimi, siongei. Okay, nimemaliza. Naomba mtu ambaye ana uhakika
ana uhakika, amenifuata mwanzo mwisho. Simama, stand up. If you are sure that upo na mimi bega kwa bega, simama. Anybody please, simama, stand up. Asanteni, simameni, msikae. Naomba nafungua karatasi hii na nyote huko mnaifungua. Tuone shape ya mimi chokipata kama sawa na cha kwako. Alafu naomba mwambie kama uongo, mwambie ndugu yangu kaa chini. Kama ni kweli mwambie asogee mbele. Sawa sawa eh? Haya tufungue wote. Wale ambao shape ya pepa yao kama yangu wasogee hapa kati. Samanini kidogo. Sorry, datu meisha. Simama hapo. Simama tu hapo, siogopi. Jamani, haya ndio maisha. Sema maisha ndio haya. Nimeongea vitu vingi sana hapa. Wamenielewa watu wangapi? Sina maana mbaya. Utaongea na watu huko unapokwenda. Utaongea vitu vingi sana, lakini watakao kupatia kama ulivyosema wewe ni wachache. Una mtu alichukua kitu kimoja, wengine vitatu, wengine vinne, si ndio? Kosa kubwa mliloliona hapa limetokea kwa wengi. Mmekosea kwa sababu gani? Mlikosea vitu viwili. Cha kwanza ni nini? Mlikosa umakini. Ya pili, mlikuwa na hofu, labda kuna nini, hamkufuatilia kwangu. Tatu, kosa kubwa, hamja ask for clarity. Hamna aliyesema samani punguza spidi kukunja. Nani kasema? So leaders here wataongea kila siku mipango, watatoa mipango kila siku, lakini nyinyi msipouliza maswali, msipoomba clarifications, mtakosea kila. Go for clarification, clarity. Asanteni. Sasa ndio slide ya mwisho. Ya mwisho kabisa ni hii. So advice kwa officials wote, hii ni ushauri. Chukua ushauri mkafanye kazi. Ya kwanza, connect with them. Make sure you connect with them. Jambo la pili, be facilitator kwao. Create a plan ambao vijana wanakuja kuzungumza. Nimependa sana mheshimiwa waziri na wadau kadhaa wamezungumza pia. Platform ya kuzungumza. Ya tatu, be their mentor. Yaani wewe ndio sehemu wanaponea. Familia nyingi zina moto nyumbani. Are we together eh? Nyumbani pa moto, basi kwako wapone. Na kuna E3, hizi hapa E3 ukizitumia zitakusaidia. Ya kwanza ni engage with them, nimesema. Ya pili, empower them. Na ya mwisho, elevate. Elevating maana yake their ideas zifanye ziwe productive kwa familia na jamii wanayotokea. Ana wazo liboreshe, ndio bora zaidi. Tuko pamoja ndugu zangu eh? Mungu awabariki sana. Asanteni. Naomba tuongeze makofi tafadhali. Asante sana mtaalamu wetu mwana saikolojia. Kwa kweli kwa darasa zuri sana. Na watu wamelifuatilia kwa karibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya wasilisho hilo kama ulivyotoa maelekezo awali ni kwamba sasa chakula kiko tayari. Naomba mwongozo wako. Karibu sana. Asante. Washiriki, habari ya saizi tena. Sasa tulikuwa tunajaribu kuangalia ratiba. Tumeafikiana kwamba ile mada moja ilikuwa imebakia tuna restructure ratiba ya kesho ili tuipeleke kesho. Ili sasa hivi tufanye discussion, tukimaliza discussion tukishakula tuwe tuna wale wanaenda viwanja waende kuruka vizuri huko. Tuweze kumalizana vizuri. Kwa hiyo naomba ridhaa yenu tufanye majadiliano kwa sababu hii pia ni same sensitive. Ningetamani pia tupate input za kutosha na labda tuniunganishe kwa maana kuseti pace ya majadiliano yetu. Nafikiri tuna kazi kubwa sana ya kuona tunavyoweza kuconnect na generation ambayo sio ya kwetu. Hiyo ndio kazi kubwa tulionayo. Kwa hiyo kama kuna X ukiruka mpaka uruke Y ukute Z sio leo. Unakuta mnaongea vitu tofauti.
Lakini wale wa Y pia tuna changamoto kubwa sana na watu wa Z. Kwanza ni wajuaji na vitu kama hivyo. Tumefanya tafiti chache, tumejaribu kuangalia mambo ambayo kidogo yanasumbua sana. Moja wapo kwa sababu ya access information, wenyewe wanaona wanajua kila kitu. Kwa hiyo una cha kuwashauri, una cha kuambia. Na hiyo tunaiona hata tunapozungumza nao, wanaona ya kitu. Lakini pia ni watu ambao hawaogopi. Zamani ulikuwa kumwambia mtu mzima neno gumu, unachagua, unazunguka sana. Siku hizi hiyo biashara hawana. Wanakuja moja kwa moja usoni kwako. Wanakupa za uso, sio? Kwa hiyo ndio vijana ambao tunawalea sasa hivi na ndio tuko nao na ndio ambao tunakutana nao kule. Hawaogopi kuzungumza chochote wakati wowote. Kwenye zile red tulikuwa tunaona jinsi ambavyo wanazungumza, na tusaidia sana pia. Kwa hiyo nafikiri wakati mwingine itabidi tufanye pia na emotional intelligence. Kwa sababu moja ya kitu ambacho nimekiona kwa sisi viongozi wengi, hatuwezi kuvumilia tunapoambiwa mambo magumu. Kwa hiyo tunajikuta tuna wakati mgumu. Tulienda Tunduma, kuna yule kijana akawa anasema wewe unakuja hapa unatuambia sisi mitaji hamna nini, unaendesha gari milioni 500. Si ungeuza hilo gari alafu tupatie mitaji. Hiyo ndio understanding yake. Na yeye thinking yake anamwambia hicho kitu ni sahihi. Sasa uwezo ukaanza kumjibu. Uwezo ukaanza kubishana naye. Ndivyo ambavyo ameelewa, unatakiwa tu muelewe kwanza na ujue namna bora ya kumuhendo. Sasa tumekutana na hizo kesi nyingi maeneo mengi ambayo tulikuwa tumepita huko. Kuna vitu ukiambia uongo tu, hamna kitu. Ndio mnasemaga hivyo hivyo. Kuna watu wanaamini wizara imeanzishwa kwa sababu ya vurugu zilizokuwa zimetokea. Sasa tunajua hii ni danganya toto tu. Mnakuja tu nani hapa ili unyamazishe watu wasiongee, baada hapo mnapotea. So hizo perception, wewe kama kiongozi ambaye unafanya bidii sana na unajitoa sana, zinaweza zikakuumiza wakati fulani. Lakini wewe unatakiwa uwe na uwezo wa kuweza kuziabsorb na kuweza kutulia na ukafanya wale ambao walikuwa na mtazamo tofauti wajenge mtazamo chanya sasa na unavyotaka. Kwa ndio aina kizazi ambacho tunacho. Leo nimeona video ambayo imepostiwa hapa wakati tunaingia pale tunaimba. Nikawa naangalia comment kidogo wakati wa break. Wanasema kikao chenyewe wamejaa wazee tu. Yaani sisi mnajadili, mtenda kuangalia kwenye page ya wizara na page yangu mtaona. Ndicho wanachosema kule na ni comment nyingi sana au kwenye Facebook, Instagram kaangalie. Wanasema wewe waziri unatuzingua bana. Umejeza wazee tu. Sasa wanaoongea hivyo ni generation Z, si ndio? Wanaokuona wewe wai ni mzee. Kwa akili yao waliokuwa wanatakiwa kukaa hapa ni watu wa miaka 2000, 2005, yani au miaka 22, 23 ndio walikuwa tudiscuss hapa. Sasa picha imetoka, wanamuona Mapana yuko pale ametulia namna hiyo. Unaona? Wakiangalia wanamwangalia mkurugenzi, wanaona hapa hamna. Wakati wewe unajiona kijana, yule kijana nje anakuona wewe ni mzee. Unaona shughuli ilipoanza hapo. Kwa hiyo tukitoka hapa na maazimio yetu sasa, maazimio yenyewe ni wazee hayo, hamjatuhusisha mambo kama hayo. So ndio watu tunaodili nao, lakini all in all lazima tuzungumze, lazima tujipange. Kwa hiyo wameanza kutukataa hata tujatoka nje bado. Sasa ndio generation yetu. Haina logic sana, ina emotion sana. Kwa hiyo naomba mjadala uendelee na nafikiri tu focus zaidi kwa jinsi walivyo. Tunafikiri sisi tunatakiwa tutumie approach zipi ambazo ni practical. Na usiongee tu kwenye level ya wizara. Wewe ni afisa huko kule halmashauri, wewe uko kwa mkoa. Mnafikiri ni vitu gani ambavyo mmeviona vinavyoendana na hizi generation na tunafanyaje ili watuelewe, watukubali na tuende nao pamoja. Discussion yetu ifocus kwenye hayo mambo. Asante sana. Asante sana mwenyekiti, tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa utangulizi huo. Naomba sasa nianze huku ambaye yuko tayari kuanza kuchangia. Mjadala uko wazi pale mkono. Asante Mheshimiwa Waziri na mwenyekiti wetu. Kwa jina naitwa Oscar Kiondo, ni afisa ustawi wa jamii na ratibu shughuli za maendeleo ya vijana halmashauri ya wilaya ya Kilindi mkoa wa Tanga. Mimi naomba nianze kuchangia kwa hawa jenzi wetu wa 2000. Ukiangalia katika structure kuna makundi matatu ya jenzi. Kuna ambao ni wasomi, hawa ni degree holder haba na masters kidogo, lakini kuna form 4 na form 6, lakini pia kuna failure wa form 2 darasa la 7 na usoji wa kusoma. Sasa kundi ambalo ni baya kidogo hili la wasomi hili, ambalo hili linaweza likawashawishi hawa form 4. Na hawa form 4 na ambao darasa la 7 na usoji wa kusoma
Sasa hao ndio wa kujitoa muhanga. Jamani, kuna 1500 hapa, zimegawa 1500 hapa, twende mahali fulani tukafanye 1 2 3. Hao ndio wako mstari wa mbele na hao ndio wako emotion zaidi. Sasa katika hali ya kudili nao, inabidi tuangalie mazingira yetu ambayo yalipotokana. Kabla sema Mheshimiwa Waziri, tusiongee kwa upande wa wizara tu na kule kwetu kuliko. Kwa mfano mimi kule kwenye halmashauri yetu kuna fursa za kilimo, fursa za ufugaji. Lakini kijana huyu unamwambia leo kuna mashamba hapa ukalime, anakuambia hao ya wazee hayo. Mimi niende nikalime, mimi niende nikafuge mbuzi. Yeye anachotaka amemaliza form 4, anataka kazi. Apate bodaboda, yani kazi za matokeo ya haraka. Apate bodaboda, aendesha, ameingiza 2000 ameweka, ameenda sija ameuza hiki ameweka. Sasa mtu kama huyu inabidi apate elimu kwamba kumbe hata kilimo kinafaa, hata ufugaji unafaa, sio bodaboda tu. Yani wanataka kazi ambazo ni za matokeo ya haraka au kazi ambazo anapata pesa chap chap. Ndio maana hata akipata dili yuko lazi kwenda kufanya nini? Yuko lazi kwenda kulipiga. Mimi nimeona mfano nda wanangu pale, unakuta unawanunulia nguo, unamlia suruali vizuri, ataka kwenda kuipunguza huko hujui. Ukija ni chupa. Yaani kuvaa kwake kuvua mpaka weke mfuko wa nylon afu ndio avue. Lakini umemlia nguo nzuri kabisa kwenda kuiharibu. Sasa leo ndio nipata picha, kumbe ndio wakati wao. Mimi swali zangu zile pana zile za upana 17 10 na ngapi, asema baba umepitwa na wakati. Lakini wao ndio zinao. Kwa hiyo inabidi kiwezekana twende nao vile walivyo, yani ile mihemko yao sisi tusichukulie kama labda wanatusema vibaya. Yani wewe ukihemka wewe shuka ili uweze kwenda nao. Lakini kingine ningeomba elimu itolewe katika ngazi zote. Akisema mkuu wa wilaya, elimu kwa vijana. Mkuu wa mkoa, elimu kwa vijana. Sijui mkurugenzi wa vijana, elimu kwa vijana. Sijui waziri, yani iwe ni wimbo kwenye mitandao ya kijamii, elimu kwa vijana. Kwenye yani mwisho wa siku tutabadilisha mindset, sababu kitu ukikisikia mara kwa mara kama anasema alivyosema kinakaa. Lakini kama tunasema tu tuna makongamano afu basi. Akifungua Facebook au Twitter, Instagram, baada ya kumkisa Mange Kimambi, Lecho Dangwa, basi akutane na opportunity za vijana, akutane na elimu ya vijana, hapa umefanya hivi, hapa umefanya hivi. Hapo tunaweza tukawapata wote. Kwa sababu mwingine anachukua simu. Akichukua simu yeye ni kuangalia tu vitu ambavyo ni positive tu, ambavyo vinaisema serikali, ambavyo vinasema vibaya. Yale ambayo ni mazuri mazuri hagusi. Na yale ndio yanamharibu kichwa. Yale ndio yanamfanya anaweza hata kujitoa muhanga. Kwa sababu gani? Ameshajazwa. Wasema kimjazacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo sisi tustiki kwenye elimu ya aina mbalimbali. Yaani kila mara tujaribu kubana kwenye mitandao ya kijamii, sisi tufanyeje, lakini fursa ya elimu iwe ni pana zaidi ili waweze kuisikia, iwe kama wimbo wa taifa. Hii hata katika akili yao inaweza kukaa sawa. Mimi naomba niwasilishe hayo. Asante. Asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako. Ngine nije katikati, karibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mimi kwa majina naitwa Ushuhuda Kibona, ni afisa vijana kutoka halmashauri ya wilaya Nyang'hwale. Lakini pia naweza kusema kwamba ni mwenyeji wa huko Tunduma ambako ulipita. Nashukuru. Lengo langu kubwa katika hili kusimama Mheshimiwa ni katika hii swala la vijana ambalo nasema ni kutumia approach zipi. Nadhani approach ya kwanza moja wapo ambayo itusaidia kama wataalamu ni kuhusu intervention with them. Yaani kwamba tushirikiane katika masuala ambayo yanahusu vijana. Mike, unaweza kuweka vizuri kidogo? Asante. Jambo la kwanza ambalo naweza nikasema juu ya kwamba tutumie approach zipi, ya kwanza ni intervention ya vijana, kwamba tushirikiane kama vijana. Je, wao kama vijana wana idea zipi ambazo kama wao hamzisema kwa approach ambayo basi wa kitaalamu, sisi kama taimu maafisa vijana tuzimodify kwa njia ambayo wao tunaona kabisa iko productive. Ukisema kilimo, kijana wa saizi ukisema alime heka 10 au heka 100, usimwambie kwa sababu kulimia jembe la mkono. Angalau tuseme kwamba atumie pawatila au mikopo ya trekta ambayo ni itamsaidia katika kilimo chake. Lakini pia kuhusu swala la kuwahamasisha, kuwa encourage kwamba namna gani kama kitu amekosea afanye tena zaidi, asikate tamaa mapema, tusimkatishe tamaa kama kijana, kumencourage kwamba yes, can do better. Lakini pia kuna kitu kingine nasema kwamba ni mtazamo wa jamii kuhusu vijana wenyewe. Kuna sehemu nilipita kutoa elimu ya kuhusu mikopo hii hapa ya 10%, lakini pia kuhusu sera ya taifa vijana. Nikauliza swali kwamba jamii nzima sasa tunatembea sisi vijana ndio waharibifu, yani kwamba waizi ni vijana, sijui tabia mbaya ni vijana. Lakini je, sisi kama jamii au kama wazazi ambao tunasema generation ya nyuma hiyo, hawa vijana perception yetu sisi ipoje juu ya wao? Angalau tuanze kuwajenga kwamba yes, vijana ni kweli tupo katika hatua hii, lakini
katika mazingira haya tuwe katika mtazamo ambao wa kuwajenga zaidi kama vijana. So kila kitu kwa hapa, yani zile idea ambazo zote kuhusu bangi nini ni vijana. Sawa sipo, lakini katika nani mmoja Yesu unaweza kwenda soba ukapata hiyo elimu, au kama ni elimu upitie njia na ile kuhusu masoko haya. Kuna fursa ambazo zipo, lakini je, wanazifikiaje? Tu encourage kwamba yes tujiunge kwenye vikundi, mikopo, au kama ni benki. Naomba kuwasilisha. Asante. Asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako. Hapo karibu. Asante kwa kupata nafasi mara nyingine tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda sana kumpongeza mwezeshaji. Ametugusa kwenye kitu ambacho tunakiona nini tunatakiwa kufanya, gap ambalo tunalo, na kila kitu kwenye mwongozo kuanzia kwenye brain yetu na kudili na watu ambao tunatakiwa kufanya nao kazi. Lakini kwenye uwezeshaji wake, kitu ambacho nimekimaster ni jinsi ya kudili na hawa vijana waliopo sasa hivi wanahitaji nini. Mwezeshaji ameongea vitu vingi, lakini naweza nikaenda pia direct kwa yule aliyotoa mchango wake wa kwanza. Amesema vijana wetu wa sasa hivi wanahitaji matokeo haraka haraka. Hichi kitu nishakifanyia experience muda mrefu sana na kiliniumiza sana kichwa. Sikuwahi kupata nafasi ya naenda kukiongelea wapi ili tuweze kupata mabadiliko hayo ambayo vijana wanakiona. Nilikifanyia research, tunatoa mikopo mikubwa. Sababu kati ya mikopo mikubwa mkoa wangu wa kwanza pia ulikuwa mmoja hapo. Kipindi kile milioni 30 nilipata kutoka, nilikuwa na slogan moja kwenye mkoa wangu ya one district one product. Hiyo tulifanya miaka ya nyuma, nadhani hata watu wa wizarani wanaijua. Tulipata mikopo mingi kama vikundi vya kwanza vya vijana kupata mikopo kuanzia milioni 30 kwenda juu. Tulikuwa tuna kiwanda cha Maswa cha Chaki, kilifanya vizuri sana, kilipewa mikopo. Alikuja by then marehemu mama alitupa mkopo Jenista Mwagama milioni 30. Alikuja marehemu tena Mheshimiwa hayati Magufuli akaja naye akatupa tena milioni 30. Same mradi, lakini miradi mingine tena ikaenda hivyo hivyo. Hatukuweza kusustain. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa nini? Kijana hataki long term processing kitu, hata umpe milioni 100. Ndio hicho ki experience. Hata umpe milioni 100, save project ya milioni 100 hii hapa. Fanya mchakato, wezesha. Ataenda atapata return, lakini kuna muda kitakufa. Kwa nini? Experience uliyoipata, kijana anahitaji daily wages. Yeye anahitaji kila siku aweke kitu hapa mfukoni. Nikaidadavua sana ile kitu, tutaifanyaje? Nikasema tumewapa mikopo milioni 30 vijana. Kidogo ametokea Mchina pale anatengeneza barabara. Trust me, ule mradi milioni 30 anauacha, anakimbia pale, ambaye akitoka ile siku amemaliza kazi anapewa 15,000 anaondoka. Ndio anachokitaka. Huko ambapo amekeza aende kwenye masoko, auze, afanye kitu, apate ile hela, anapasahau kabisa. Kwa nikasemaje kupitia hii platform leo, tuangalie sasa ni namna gani tunaweza sasa tukafikia kuwezesha vijana ambao sasa wapate yale matokeo haraka. Ndio maana sasa hivi tunaona wengi wanakimbilia kwenye boda. Sababu akiendesha boda anapata hela siku hiyo. Hataki kufanya investment either kwenye kilimo, either kwenye production, labda ya fanya processing ya kitu ambacho kitampa matokeo baada ya muda. Hakitaki hicho. Sasa mimi nilikuwa naomba kwenye this platform tunawafikiriaje kwenye kuwawezesha? Tutawapa mitaji, lakini hiyo mitaji anataka yeye daily alaze kitu, ndo akili yake. Though not most of them, lakini kwenye 100% it's only 5% ambao hawako hivyo. 95% wote wanataka kitu alale nacho. Lazima ashow kwamba na mimi nimepata. Na mawazo yao pia anataka leo ni kilaza, yana kiklaza bora alaze 5,000 yake yeye aitunze yeye kuliko ikae kwa mwajiri amlipe mwisho wa mwezi. Atunze yeye, aseme malengo yangu ni haya. Atunze aione tu. Aitunze hata akipanga na nunua mwezi ujao naenda kununua gari. Kila ametunza yeye. Sio kwamba mwezi ujao mimi naenda kulipwa. Yeye hiyo sio akili yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba kupitia this platform, sijui tunaifikiriaje, kuangalia sasa, je, ni miradi gani ambayo tutaifanya huyu kijana either tunavomfikiria apate hiyo daily wages, ili tuendelee kufanya kitu ambacho tusipoteze sana mitaji kuwatupia wao. Naomba kuwasilisha. Asante sana. Tunashukuru kwa mchango wako. Kuna mkono pale nyuma. Asante Mwenyekiti. Mimi mchango wangu nilikuwa nataka kuchangia kwa namna ambavyo tunamzungumzia kijana. Lakini kijana tunayomzungumzia leo, tunamzungumza kijana ambaye ni wa kuanzia miaka 15 na kuendelea huko juu.
huyo kijana hatumwangalii tangu kuzaliwa kwake, akiwa na 0 year mpaka kuja huku. Kwangu mimi shida ninayoiona hapa ni malezi na makuzi. Nilipenda kushauri kwamba kwa sababu sisi tunazungumza kwa muktadha wa Wizara ya Vijana, lakini zipo wizara ambazo zinamshika mtoto kuanzia huku chini mpaka tunakuja kumchukua sisi. Shida kubwa sana tunayoizungumza hapa, inayoleta shida ni malezi na makuzi. Ndicho kitu ambacho nakiona mimi. Unakwenda hebu tuangalie leo, unakuja kumchukua mtoto, unakuja kumenta mtoto ana miaka 15, lakini ameharibika huko na miaka 2. Huko chini huko primary school, huko kwenye nursery, huko anapokuja secondary school, huko kuna mazingira gani ya kumenta mtoto? Aje kuona fursa zilizopo, aone barabara kwamba ni fursa, aone watu waliopo ni fursa, aone ardhi ni fursa. Nani anafanya huko chini? Ukijaribu kuangalia hapa tulipo maafisa vijana au ukiangalia maafisa maendeleo ya jamii ni wachache sana. Lakini bado kuna kazi kubwa inatakiwa ifanyike kuanzia huko kwenye ngazi za malezi na makuzi, kuanzia kwenye familia. Kwa hiyo kuna vitu lazima viwe reviewed kwenye sera katika wizara huko za maendeleo ya jamii, wizara za elimu, TAMISEMI, wote tuweze consolidate kwa pamoja kuweza kuangalia ni namna gani tunavyoweza kumtengeneza kijana huyu. Tusimchukue yani mtu ushakuwa na matawi kabisa ameanza kupukutika ndio tunaanza kudili naye. Tumchukue yani aanze kulelewa kabisa huku, tunakuja kumpokea amesha kuwa vizuri. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilikuwa napenda kushauri Mheshimiwa Mwenyekiti ni kutafuta namna ya kukutanisha wizara ambazo zinaweza zikakaa zikadevelop utaratibu wa kuhakikisha. Hebu ufikiria dropout tulioambiwa mwaka jana ya kidato cha 4. Shule zinavyosogezwa karibu alafu dropout inakuwa ni kubwa. Hao ambao wame drop out ndio hao unakuta tayari waliharibika kuanzia huko wakiwa watoto huko. Ukija kumleta kwenye mikopo huko uweze kumwambia kitu, ndio atakwambia mikopo ya serikali sio kwa riba, ni ya Freemason. Kwa hiyo mimi nilikuwa napenda kushauri wakati tunazungumza, kuwashauri hawa wa vijana, kuwaunganisha na fursa, lakini tuangalie namna tunavyoweza kutengeneza kijana kuanzia huko chini, tumpokee akiwa fresh. Kwa sababu unakuja kumpokea kijana alishaharibika huku. Kwa hiyo unakuwa unafanya kitu kama unafanya kazi bure. Asante sana Mwenyekiti. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uridhie tupate mikono iko mitatu iliyosimama iwe ya mwisho, alafu tuanze na hapo. Alafu pale tutamalizia. Asante Mheshimiwa Waziri na Mwenyekiti. Naitwa Maige Lunili, ni afisa vijana kutoka Halmashauri ya Ushetu. Mimi nitajikita zaidi kwenye vipengele vya msingi ambavyo ni sisi kama watendaji wa serikali, ambapo baadhi yetu pia inakuwa ni kero kwa ajili ya kutatua changamoto za vijana. Kwa katika kutatua zile changamoto na kero zao, tunakuta tunaibua hasira, ambapo kwenye emotion zao wanapokuja kureact wanakuja wanatoa maneno machafu na baadaye wanakuwa na hasira, na baada ya hapo wanakuwa hawasikilizi kabisa sera na utaratibu ambao unawekwa na serikali. Kwa hiyo tungejikita kwanza kwenye namna bora ya kuwafikia vijana na namna bora ya kufanya ili kuweza kuwasikiliza. Kwa mfano unakuta kipindi mimi niko kijana huko nilikotoka, enzi labda nasoma, unakuta ukienda kwenye vyanzo vya kupata huduma na kusikilizwa unakuta kuna changamoto. Kwa hiyo inakujengea hasira kadri unavyokuwa unajua kabisa hapa huko hamna, siwezi kupata msaada wote. Kwa hiyo inatakiwa sisi kama ambapo tupo kwenye sekta ambao tumebahatika kuingia kwenye hii idara au sekta hizi za vijana, tuwe na ile roho ya kusaidia vijana. Kwa hiyo ile kiingia kwenye mioyo yetu, tutakuwa na uwezekano au namna bora ya kuwasaidia vijana. Lakini kingine, tumekuwa sisi kama wasimamizi wa serikali au viongozi wa serikali tunawatwisha mzigo vijana, kwamba vijana wa siku hizi wameharibika, hawasikilizi, hawafanyeje. Lakini sisi kama hatujiangalii kwamba tumekosea wapi.
Kwa hiyo tufanye tathmini kwamba tumekosea labda 1, 2, 3, vijana wanalalamikia nini, ndio tutatue hizo changamoto. Kingine tuje na miradi labda ambayo tutafanya, labda kila halmashauri iwe kama mifano ambapo vijana wataona, na sisi itabidi tuifanyie branding kwamba vijana fulani wamefanya kitu fulani. Tunakifanyia branding kwenye media zetu kwamba vijana hawa kadhaa wamefanya kutoka sehemu fulani, wamejishughulisha na kitu fulani, wamenufaika na kitu fulani, na wanapanga kuendelea kufanya kitu gani. Kwa hivyo vitu vitawasaidia baadhi ya vijana ambao wameshakata tamaa tayari, wataona kwamba kumbe inawezekana kufanya hivi na vijana tukafanikiwa. Kwa hiyo tujaribu kuangalia namna ya kufanya mashamba darasa au darasa ambalo tutakuwa tunafanya kama promotion kwa kila halmashauri, mnakuwa na makundi vikundi hata viwili vya vijana, mnakuwa mna viblandi. Kwa hiyo mkifanya branding tunaweza tukapata vijana ambao wako wanaweza wakawa motivated kujoin katika shughuli za kijasiriamali. Asante sana. Asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako. Naomba tuna mikono mitatu tu ya mwisho, na nilimwahidi mwenyekiti sitaki kuwa hapo, alafu tunamalizia hapa. Asante. Mimi kwa majina naitwa Hamisi John Hamisi, ni afisa maendeleo ya vijana kutoka halmashauri ya wilaya ya Sikonge. Mimi nizungumze tu kidogo sana. Mimi naona kitu cha msingi ambacho tunaweza tukafanya kwa ajili ya kunusuru kizazi cha sasa ambacho Mheshimiwa Waziri amesema ni kizazi chenye utata. Maana yake kila kitu kinajua. Mimi nahisi kitu cha msingi tuweze kuja na sera au mbinu ambazo ni endelevu. Mara nyingi tumeona kama serikali tunakuja na idea nzuri, mawazo mazuri, lakini kwa asilimia kubwa yanaishia njiani. Mara nyingi zinakuwa ni promise na haziendi katika vitu ambavyo ni uhalisia. Na kama vikienda katika uhalisia, vinaenda katika mazingira ambayo kila mtu anahoji. Kama alivyosema pale dada, unakuta kwamba pengine mtu anahoji kwamba hao watu wametoka wapi. Mfano mzuri, tukichukua swala zima la, nitolee mfano tu BBT, Building Better Tomorrow. Hili jambo ukiangalia kwa asilimia kubwa lilihamasishwa sana. Hata mimi kule halmashauri kwangu tulitoa barua, tukasema mmeteuliwa kusimamia miradi ya BBT, tukaunda kamati, tukaenda kwenye baadhi ya kata, tukamwambia serikali imekuja na mpango mzuri wa kuweza kuwanusuru vijana. Na kwa bahati nzuri kuna baadhi ya vitu ambavyo walituahidi. Walikuja wakasema kwamba huu mradi tunakuja kuwaletea, tutawaletea cha kwanza ardhi, cha pili tutawaletea mitaji, cha tatu tutawaletea teknolojia, cha nne tutawaletea masoko. Kwamba ili kijana aweze kupiga hatua anahitaji ardhi, anahitaji mtaji, anahitaji teknolojia, anahitaji masoko. Na kweli ile kamati ya kijiji iliunda au ilitenga ekari nyingi sana ikitarajia serikali itakuja kufanya jambo. Lakini mpaka leo imekuwa ni storybook. Kila siku anauliza, BBT mnakuja lini? Kwa hadi ukikutana na mtu amekubadilisha jina, akuiti tena Hamisi, anakuita BBT. Sasa naona hii inakuwa ni changamoto kidogo. Kwa hata nikuombe Mheshimiwa Waziri kwamba tujitahidi tunapokuja na sera ziwe ni sera ambazo endelevu. Na hizo sera ambazo ni endelevu zisitumie gharama nyingi sana huku juu, zile gharama nyingi zishuke chini, kwa sababu unajikuta zimetengwa hata bilioni 200. Ukija kutafuta mahitaji ya bilioni 200 utakuta karibia bilioni 100 ilienda kwenye upembuzi yakinifu. Tulituma wataalamu sijui wafanye kitu gani, tulituma nini, tulikaa semina, tulifanya kitu gani? Yani unajikuta umetumia karibia bilioni 100 kukaa vikao, kuitisha wataalamu, kulipa posho, kufanya kitu gani? Kwa ile hali ya uzalendo inapotea. Kwa hata kama zimetengwa bilioni 200, basi hata kama ni kikao ni nini, zitumike kitu vichache sana. Chukua hata milioni 100, fanya vitu vingine, zinazobaki zote weka chini kwa vijana waweze kupiga hatua. Kitu kingine cha msingi ambacho unaweza nikaona ni vijana wapewe elimu ya fedha. Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Jori na Nauka, kabla hujawa waziri ulikuwa inspiration speaker na life coach. Na mara nyingi nilikuwa nikufuatilia, uliwahi kuandika kitabu kinaitwa Sheria Kuu 3 za Fedha. Ukasema kuna passion 1/10 from the richest man of the Babylon, lakini na Paxson kwamba elimu inahusiana na umaskini, kwamba vijana wengi wanaongeza matumizi kutokana na kipato chao kinavyozidi kuongezeka. Kwa hata mwisho wa siku tukiwapa elimu jinsi gani ya kuwa na nidhamu ya fedha inakuwa ni vizuri zaidi. Lakini pia kitu kingine nahisi
zingekuwa zinatolewa elimu ya afya ya akili. Vijana wengi kwa asilimia kubwa ni kama tumechanganyikiwa. Kwa hiyo unaweza ukafanya vitu ambavyo mtu ukimuona unaweza kusema kweli ana akili timamu, lakini kwamba anazo. Na hisi muda mwingine tukitoa afya ya akili inasaidia zaidi. Lakini pia kitu kingine, mwezeshaji, kama utaniruhusu nizungumze jambo moja. Muda ule nilikosa nafasi. Na ni jambo ambalo ni sawa kwa kifupi. Kuna hili jambo la mikopo. Kwa kweli mimi niombe ofisi ya waziri mkuu iweze kuja na sera nzuri katika swala zima la usimamizi wa 10%, hasa katika swala zima la marejesho. Swala zima la kufuatilia marejesho ni swala ambalo linamfanya afisa maendeleo aonekane ni mzembe. Kumbe tatizo ni sera zao. Ukiangalia katika swala zima la marejesho, hakuna sehemu ambayo inamruhusu afisa ambane kijana hata kumpeleka mahakamani ambaye ameshindwa kurejesha. Utasikia muite, mpe elimu, muite, mpe elimu, imekaa kisiasa. Kwa hiyo tunaomba hili jambo lifike tu muda serikali iwe serious. Asante sana. Nadhani lilikuwa la mwisho hilo. Namalizia. Hii ni nafasi ya kwetu. Naomba tuzungumze kila kitu, tukiondoka tusiwe na vikao. Nusu dakika basi, nusu dakika. Asante. Kitu kingine mimi niombe, ndugu zangu, swala la msingi na kufanya vijana wapige hatua. Hakunaga utajiri wa makundi. Ikiwezekana hii mikopo ya 10% ateuliwe kama ni kijana mmoja mwenye akili timamu, apewe hata milioni 20, yeye ajiri wengine huku chini awe anawasimamia. Lakini mwisho wa siku ukisema kwamba kuna watu 5 tuwapatie pesa, wao ndo wafanye kitu gani? Sasa inakuwa na shida. Hii mikopo imebana kwamba mko 5 tumewapatia pesa, unakuta vijana 3 wamerejesha pesa, wamemaliza, wale 2 bado hawajarejesha. Ile deni linasomekana ni nini? Ni la kikundi. Na wale vijana waliomaliza hawaruhusiwi kwenda kukopa sehemu nyingine mpaka ule mkopo wa kikundi umalizike. Inakuwa ni changamoto kwa vijana wengine. Asante, naomba kuwasilisha. Na kushukuru sana. Asante kwa niaba ya mwenyekiti, asante sana. Tumalizie mtu wetu wa mwisho, alikuwa hapa. Iko on, umeizima sasa. Angalia jirani yako hapo nyingine kama inasumbua. Washa. Asante. Kwa majina naitwa Daridari Rashidi, afisa maendeleo ya vijana halmashauri ya Kisarawe. Nimpongeze mwezeshaji ambaye ametoka kutupitisha kwenye saikolojia. Niseme la pili, nipongeze wizara kwa kumwita. Kwa ujumla taifa na dunia tunahitaji elimu hii. Tumeona kwenye taasisi binafsi zikifanya. Sasa nikamzungumzia huyu kijana ambaye tunamwona sasa hivi kama ni changamoto. Yaani wenyewe tunamkataa kama sio wa kwetu, hatukumzaa sisi. Hawa vijana asilimia zaidi ya 40 yani wanapata taarifa kwenye hizi social media, wana content nyingi sana zinakuja, wanaona leo tumeona juzi mtoto wa miaka 14 ameshare unyumba na mwalimu, anarudi shuleni wenzake wanamchukulia kama hilo, lakini kwenye community huko tunamwona ni tofauti. Nini nataka kusema? Tumekuwa na structure mbalimbali na mitazamo ambayo ipo. Ningeshauri sisi pia tunahitaji kujibadilisha wakati tunamlea, na sisi tukajifunze malezi ya kuwalea hawa vijana. Kuna vijana tunaona wako vioni, wanarudi majumbani, anaamka saa 6 mchana lakini amelala saa 7 usiku. Anafanya nini? Yuko kwenye kompyuta, anafanya cryptocurrency, anafanya betting, anafanya content creator. Tujiulize hapa, wangapi tunauelewa kuhusu cryptocurrency? Tunaona huko kwamba inawatoa watu, lakini hakuna kitu ambacho kiko hapa kwa maafisa vijana kuambia hawa vijana, bwana, hiyo cryptocurrency labda ni kiini macho au ni nini. Kwa hiyo digital na sisi wenyewe inatuacha. Lazima tukubali kwamba wakati tunakwenda kumfunda mwali, na sisi tunahitaji kufundwa. La pili, tumekuwa na vituo vya ushauri nasaha. Naomba zile tunapokwenda zile hubs pia zikatoe elimu ya saikolojia. Hawa watoto wanahitaji kupata healing, kuna kuzungumza. Mheshimiwa Waziri
watu wengi umndani ni wafuasi wako, na kuna sehemu yawezekana kila mtu akisema atoe testimonial kwenye posti zako ilimtibu kwa namna gani. Sasa je, kwa hawa vijana ambao ndio wako kwenye umri wa balee, wako kwenye umri wa kujitafuta, ninaomba basi wakati nahitimisha tukawe na sustainability programs. Leo hii umekuwa waziri wa vijana. Mheshimiwa Rais inaweza ikampendeza akasema ukawe waziri wa viwanda. Anayekuja kuchukua kiti chako, masuala ya kusema leo ni waite maafisa vijana wapewe elimu ya saikolojia haipo, anasema hapana. Joel alipita kwa style hii na mimi ngoja nitengeneze rigors ya namna hii. Na ndio sehemu kubwa ambayo umekuta kwamba tunaathirika kama taifa. Hata hizo programs zinazolalamikiwa hazikuwa na structure ambayo imesimama, wala vijana wasingekuwa wanalalamika. Leo ukitoka kwenye kiti, anayekuja anasema mimi nakwenda kulima, huyu anakuja na namna hii. Lakini pia hawa vijana ambao tunawaona, kuna wale ambao amemaliza darasa la 7 la form 4, yeye amejitambua kabisa kwamba mimi ni mwanamuziki wa singeli. Anapokuja kwa baba, mimi kwa baba, hapo shikilia, hapo shikilia, anaanza kusema, unaanza kukemea. Sasa shida kubwa iko kwa upande wetu. Naomba kuhitimisha kwa maana kwamba wakati tuna structure wizara, tuangalie na sisi wenyewe kama alivyozungumza mwezeshaji. Lazima tuhakikishe tunatoka tulipokwepo tunakwenda kwa vijana. Tunaona ndoa sasa hivi zinayumba. Wanawake wanaambiwa kwamba hawezi kutunza ndoa. It's not true. Wakati tunatoka Beijing, mwanamke alikuwa empowered, lakini mwanaume aliachwa kuishi na mwanamke ambaye amekuwa empowered. Leo unakuja na mwanamke anasema mimi leo hapana nimechoka. Wakati huo mwenzangu na mimi mura kule, mama nani? Sogea huko. Naomba kuwasilisha. Asante sana, tunakushukuru sana kwa mchango wako Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri. Wachangiaji wetu wamekamilika kwa makubaliano yetu. Sasa naomba uridhie mwezeshaji aje kwa ufupi kwa dakika chache apitie kwa yale ambayo nadhani yanahitaji kupata majibu, alafu kisha tukamilishe ratiba yetu. Karibu sana Mr. Hassan. Nashukuru sana. Naona mengi yamekuwa ni maoni na ushauri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Katibu. Naomba niende kujibu vitu kama viwili ambavyo nadhani kuna msaada wa kuchangia. Cha kwanza ni dada Zena uchokizungumza kuhusu vijana wanahitaji chap waone matokeo ya haraka, si ndio? Changamoto imekuwa kubwa kidogo, lakini ningesaidia jambo hapa. Vijana tusiwasaidie. We are not supposed to plan for them. Let us plan with them. Let us plan with them, not planning for them. Haitakuwa sustainable kwa sababu umeleta wewe jambo. Litoke kwao na wewe ukiwepo. Na ili litoke vizuri, liwe bora, uwe na swali la what. Atakwambia ni hichi. Mwambie when, lini upate. Yaani fanya watumie logic. They are emotional. Force them to use what? Logic. Ubongo bado unasukwa. So give them more questions. Nataka tupate milioni 10 za bodaboda. Sawa, itatoka. Lini unataka upate? Kwa nini bodaboda? Kuanzia lini? Ifanyikie mkoa gani? Yani give them questions. Wengi wanashindwa kujibu, hivyo wana disqualify. Na wakijibu hiyo, unakuwa wana msukumo wa ndani ile why. Why ni burning desire. Watu wengi wana what, hawana why, hawana misukumo ya nafsi. Maswali yakiwa mengi, utapata cream ambayo unaitaka. Tusiwafanyie mipango wao. Wengi tukae nao ku brainstorm. Alafu jambo jingine kuongezea tena hapo na wadau kadhaa wamechangia ni kwamba tabia yote ya kijana anaonyesha sasa hivi tusimlaumu. Kimjacho mtu ndicho kimtokacho. Kwa hiyo alivyotokea katika malezi huko nyuma, exposure kubwa ilikuwa negative side. Sisi ndio watetezi wake. Now we see positive side, okay? Tuwape sasa kwamba karibu tukusikilize. Tuko tayari kukusikiliza. Una mpango gani na maoni gani? So give them chances for them to share. Tusirudi kwenye maumivu yao, tuje kwenye matumaini yao zaidi. Give them more time kwa exposure na interaction, mpya atakwambia. Lakini ubongo wa binadamu unabadilika ukimpa exposure yoyote. Unataka wewe mbaya anakuwa mbaya, unataka mzuri anakuwa mzuri. Just keep on doing the same what you need wafanye. Nadhani la mwisho kabisa niende kukaa kwenye malezi. Brother amezungumza kuhusu malezi.
Malezi yaliyopita kimsingi sio sawa na ya sasa kabisa. Lazima tubadilike sisi kwanza, alafu na wao watafuata ile flow. Waambie mahusiano hayaanzi na kumpenda mtu kwa muonekano au pesa. Waambie mahusiano yanaanza kwa kumpenda mtu kwa purpose. You need somebody for what purpose? Akwambie what. Am I communicating? Yani ongea nao akwambie neno what. Atakuwa na why. Nataka niwe na kitu hichi. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Thank you. Asanteni sana. Asante sana, tunakushukuru Mr. Othman kwa responses. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sija kurudishia nafasi ni mwalike Mheshimiwa Katibu Mkuu ana jambo, alafu tutaendelea. Mheshimiwa Katibu Mkuu, karibu sana. Asante sana. Sina jambo, lakini labda nitaongea kidogo kabla Mheshimiwa Waziri hajaongea. Tunaweza swali la vijana ni swali moja, lakini na majibu tofauti tofauti. Yaani hatuwezi kulitibu kwa jibu moja. Inategemea wewe huko kwenye mazingira gani, unatokea wapi, na kwa wakati huo unaongea na kijana wa aina gani. Kwa hiyo lazima majibu yako yatofautiane na nani unakutana naye kwa wakati huo. Kwa hiyo ukijitwin ukabadilika kuwa kwa sasa hivi nakutana na nani na nataka apate majibu gani, unakuwa na treatment tofauti kwenye kila mtu unayekutana naye au kila kijana unayekutana naye kwa wakati tofauti tofauti. Ameongea huyu kijana wa Ushetu, alikuwa kijana, lakini na mimi nimekuwa kwenye halmashauri kwa muda mrefu. Ukienda kwenye halmashauri ambapo kila ukienda hukutani na mkurugenzi, ukiingia yuko kwenye kikao, hayupo, kesho siendi, kesho alisafiri kwenda Dodoma, kesho kuta hayupo, huwezi kurudi kwenye hiyo halmashauri. Kwa sababu kitu unachotafuta hupati majibu yake. Kwa hiyo sometimes watumishi kama alivyosema wanafanya vijana au mtu yoyote anabadilisha tabia yake. Ni vizuri sasa kama kuna vijana, kwa sasa hivi tunajua kuwa kuna maafisa vijana. Kama kuna vijana wanahitaji kitu, kesho huyu hayupo, kesho kutwa alisafiri, anaugua, kesho, yani the whole week wewe haupo. Kweli kijana yule atarudi tena? Hawezi kurudi. Lakini kila anapokutana na wewe pia, matumaini gani anakupa? Ujue ametoka mbali akiwa na kwenye akili yake kuwa anaenda kupata nini? Majibu, si ndio? Sasa wewe huna majibu. Inawezekana huna majibu, lakini ni lugha gani unayompa ili anaporudi aone amesikilizwa? Unajua unaweza ukatoa lugha moja tu hata kama huna majibu, lakini mtu akajua kuwa kwa kweli nimekutana na mtu ambaye nimemweleza, ingaji hakuwa na majibu ya moja kwa moja, lakini amenisikiliza. Kwa hiyo lazima kwenye kundi hili, kama tunavyosema, lazima tubadilike ili tutoe taswira nzuri ya serikali. Lazima tufanye nini? Tubadilike. Kuna wengine wanafanya vizuri kabisa, lakini kuna wengine kwa kweli wanafanya taswira ya serikali inakuwa sio taswira nzuri. Wakati waziri anatembea wamelalamikia sana ile mikopo ya 4%, si ndio? Lakini sometimes inategemea tu tunavyowajibu. Unaweza ukafika mkopo ule hata upatikani. Au kama alivyokuwa anasema waziri, hana nyaraka, lakini wewe hutaki kukaa kusaidia kutengeneza nyaraka. Ndio kazi yako. Yeye hajui kutengeneza nyaraka. Nyaraka unazijua wewe. Wewe si ndio umesoma? Wewe si ndio uliyesoma? Ndio unayeweza kutengeneza project write up. Sasa unamtoaje hapo kwenye project write up? Kwa hiyo tubadilike kidogo ili tutoe picha tofauti ya wizara. Waone kuwa tuna msaada wa zaidi. Mheshimiwa Waziri, nitaka niseme tu hayo kuwa sisi tutashirikiana na nyie kuhakikisha kuwa tunabadilisha mtazamo mzima wa jinsi ya kuhudumia vijana. Asante sana. Makofi mengi sana kwake Katibu Mkuu. Asante sana, tunakushukuru sana kwa response. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe sasa kwa sababu